Mathayo 16 na mstari wa 21 mpaka hapo mbele kidogo, na ninasoma. From that time, wacha mpaka nisome ya Kiswahili. Mathayo 16 mstari wa 21, Biblia inasema, wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imepasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na atakaye poteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani itafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini baada ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, na ndipo atakapolipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Amini nawaambieni, pana watu hapa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Praise God. Mahali nimesoma tunaona ya kwamba Biblia inatuelezea juu ya mwanafunzi mmoja wa Yesu ambaye anaitwa Petro. Sitaki kurudi nyuma, lakini huyu ambaye ninaongea juu yake ambaye anaitwa Petro, pale mwanzo Yesu alikuwa amemwambia ya kwamba mwili na damu hazijamfunulia kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliye juu sana. Akaambiwa ni Baba mwenyewe, na akaambiwa jina lako ni Petro ama mwamba, na akaambiwa ni jiwe, na akaambiwa juu yako nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Na baada ya kuambiwa maneno mazuri hivyo, maandiko inasema Yesu akaanza kuwatabiria na kuwatayarisha, akasema ya kwamba sasa tunaenda Yerusalemu, na akasema ya kwamba tutakapofika huko mwana wa Adamu atateswa mateso mengi na wakuu na makuhani, na atauawa, na baada ya kufa siku ya tatu atafufuka. Praise God. Amen. Kuna kitu nataka uelewe kwa hayo maneno ambayo Yesu alisema, na hili linaweza kukupa tumaini. Yesu akasema ya kwamba ama akapredict ya kwamba mwana wa Adam atafika kule Yerusalemu, na maandiko inasema he will suffer many things from the priest, from the scribes, na maandiko inasema from the elders, and shall be killed. Atateswa haya mateso yote, na Yesu akasema na atauawa. Angefikisha hapo mpaka tungepata huzuni. Praise God. Amen. Angefikisha hapo mpaka tungekuwa na huzuni, lakini Yesu hakufikisha hapo. Akasema baada ya siku tatu atafufuka. Haleluya. Amen. Akasema baada ya siku tatu atafanya nini? Atafufuka. Yesu aliwaonyesha ya kwamba my suffering is not the end of me.
my rejection is not the end of me. My being crucified is not the end of me. Akasema mwisho wangu ni kwamba baada ya hawa kufanya haya yote, I will rise up again after 3 days. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hii ndio ilikuwa makusudi na mpango wa Mungu. Yesu aje duniani afe kwa ajili yetu, lakini siku ya tatu afufuke. Na wakati alipoambia wanafunzi wake hivyo, ninaona mmoja mjasiri ambaye anaitwa Petro akashika Yesu akaenda mahali akamweka kando, akamwambia la hasha, hautakufa. Akaanza kumkemea. Maandiko inasema ni kumkemea. Petro anakemea Yesu. Praise the Lord. Si mnajua picha? Petro ni mwanadamu, Yesu ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Amepelekwa mahali kando na Peter na anamwambia, anamkemea. La hasha, it will not be like that. Na Petro anamwambia haitakuwa hivyo, akimkemea. I wish ningejua kukemea mtu. Siku moja nitajaribu kukemea mtu ndio muelewe kukemea ni nini. Praise God. Petro anakemea yeye. Praise God. Najua kukemea ni kutoa sauti yenye mamlaka na kuambia mtu haitakuwa hivyo. Unasemaje wewe? Hiyo nimekataa na haitakuwa hivyo. Unasema nini? I renounce that one. Sijui alisema kwa jina la nani. Yesu akamwangalia. Alipomwangalia akamwambia, Shetani, rudi nyuma yangu. Wewe hauko upande wa Mungu, uko upande wa wanadamu. Praise God. Amen. Ingawa Petro alikemea Yesu, Yesu akamwambia, Shetani, rudi nyuma yangu. Praise God. Hebu sema tu, Shetani, rudi nyuma yangu. Shetani, rudi nyuma yangu. Praise God. Amen. Yesu akamwambia, hauko upande wa Mungu wewe, uko upande wa wanadamu. Na kwa hivyo maandiko inasema ya kwamba Petro akakemewa, akaambiwa, haujali mambo ya Mungu, unajali mambo ya wanadamu. Mahali Petro ambapo tunaona ukienda hivyo, Biblia inasema ya kwamba he was not on the side of God, he was on the side of men. Ninajua hapo tumejua kitu kipya. Praise God. Amen. Sometimes Petro alikuwa mtu mzuri, but hapa maandiko inasema he was on the side of men, not on the side of God. Kuna wakati hata mtu mzuri anaweza kuwa upande wa wanadamu na hajali mambo ya Mungu hata kidogo. Sasa hapa mtanisamehe, sijui ni mara ngapi umeshawahi kuwa upande wa wanadamu ukakosa kuwa upande wa Mungu. Upande wa Mungu ni kwamba kuna mahali ama kuna kitu mtu wa Mungu anaweza kupitia. Kuna shida ambazo zinaweza kuwa ziko, lakini Mungu amezitaja hizo shida na amesema mwishowe kutakuwa namna gani. Amen. Praise God. Amen. Na Mungu amesema ya kwamba wakati walikuwa wamesema mwana wa Adamu anaenda Yerusalemu, na tukienda huko nitashikwa na wazee ama na hao wazee na makuhani na waandishi. Akasema ya kwamba nitateswa na nitaweza kuuawa, lakini siku ya tatu nitafufuka. Hiyo ndio ilikuwa upande wa Mungu, lakini upande wa binadamu, huo ndio Petro alikuwa anatetea. Akamwambia la hasha, haitakuwa hivyo. Ninaona alikuwa na sauti kali na uso wake ulikuwa very serious, akikemea Yesu, akimwambia it cannot be like that. Praise God. Amen. Na Yesu naye akamwangalia, akaona huyu mtu hayuko upande wa Mungu. Sometimes watu wa Mungu, acha nikuambie, kuna mambo ambayo unaweza kuona ikifanywa na mwenye kufanya hayo mambo, he or she is not on the side of God. Bwana sifiwe. Amen. Hata kama ni nani, hata kama ni mtu anakona heshima gani, kuna mtu anaweza kufanya jambo lakini akilifanya hayuko upande wa Mungu. Siku moja
Daudi ambaye alikuwa mfalme wa Israeli aliamuru Joabu ambaye alikuwa komanda wake, akamwambia, nataka uzunguke Israeli mzima, unihesabie watu wote census, nijue ni wangapi. Siku hizo walikuwa wanahesabiwa wanaume wale ambao wanaweza kupigana vita, watoto na wamama hawakuwa wanahesabiwa. Na Joabu akamuuliza, kwa nini mfalme afanye hivyo? Mpaka akaomba akasema, Mungu aongeze hawa watu wawe kama nyota za mbinguni. Daudi alikuwa anataka ajue ni wangapi, ndio aseme, mimi vile mnaniona si kidogo, tukitokea vita niko na jeshi kubwa na niko na uwezo mkubwa. Na Mungu alikuwa amewaambia wasitegemee majeshi, wamtegemee yeye mwenyewe. Amen. Na Daudi alipofanya hivyo akamaliza, baadaye ndio akaona ya kwamba na nimekosea Mungu kwa sababu alikuwa amekataa. Akasema niko mahali pabaya. Alipoanza kutubu akakuja akaambiwa, mfalme, hakuna shida, wewe utachagua tu kati ya haya mambo matatu, ni adhabu gani utapata: miaka 7 ya njaa, ama miaka 3 ufukuzwe na maadui wako, na kama sio hivyo unipatie nafasi niwashughulikie. Akasema afadhali nianguke mikononi mwa Bwana kwa sababu ako na huruma nyingi. Siku hiyo ndio tunaona kwa Biblia kumeandikwa juu ya, sijui kama ilikuwa corona ama ni nini ya kwanza, kwa sababu walipoanza kukufa watu walikufa nani stop, mpaka akafika mahali akaambiwa, enda kwa Arauna ukainue madhabahu ndio niondoe mkono wangu juu yako. Na walikuwa wamekufa watu wengi. Praise the Lord. Amen. Si unaona mfalme kama huyo, na unasikia mpaka Yesu anaitwa mwana wa Daudi. Mpaka mfalme kama huyo sometimes kuna wakati ulifika akatoka upande wa Mungu. Mtu wa Mungu ama mtu yeyote sometimes anaweza kuwa hayuko upande wa Mungu, ako upande wa wanadamu. Hivyo ndivyo Petro alivyofanya, kama vile tunaona kwa maandiko. Na Yesu naye, kwa sababu Yesu ni Mungu, hakupata shida kujua ako upande gani. Praise God. Amen. Let me tell you, na sitaki kuchambua sana. Wacha nikuambie mtu wa Mungu, ni vizuri kila siku, this is a life lesson. Praise God. Amen. Ni vizuri kila siku unapofanya maamuzi yako, ukiamua kufanya jambo lolote, ni vizuri kujiuliza, na hili jambo linafanya tuna kitu tulikuwa tunaita litmus paper kitambo, na siku hizi unaweza kusikia watu wakisema litmus test. Na wakati wowote unapofanya mambo, ni vizuri kujiuliza, na hili jambo ambalo ninalifanya, niko upande wa Mungu ama niko upande wa wanadamu? Praise God. Amen. Unajua kuna ukikosa kutumia hiyo, nimekuambia unaweza kufanya kitu na useme ni mzuri. Praise God. Siku zote nimekuambia, asubuhi kabla haujapanga mambo yako ile umepanga, ni vizuri kujiuliza, hili jambo ambalo ninalifanya nikiwa upande wa Mungu ama upande wa wanadamu? Na ukijipima hivyo, I want to tell you ya kwamba hauwezi kukosea. Praise God. Na hakuna mahali ambapo Yesu itabidi aseme ya kwamba huyu kwanza arudishwe nyuma. Sababu moja ya watu kurudishwa nyuma ni kwa sababu ya kukosa kuwa upande wa Mungu. Praise God. Amen. Si unaona Petro ilibidi arudishwe nyuma kwa sababu Mungu angetaka tuendelee mbele. Mungu angetaka umaintain position yako in everything that you are doing. Make sure ya kwamba you are on the side of God. Amen. Praise God. Amen. Kuna wakati watu wengi wamefanya mambo na unakuta ya kwamba baada ya kulifanya hilo jambo, mtu anajuta baadaye akijiuliza, nitafanya nini? Ninaona nilikosea. Shida ilikuwa tu hiyo. Ukifanya hilo jambo, you did not regard God anywhere. Ulisema atanijua. Hata nimeshasikia mama moja na nikashangaa sana. Akasema nikimshika atajua mimi ni, alisema kwa lugha ya kina Hawa, akasema atajua kwamba mimi ni wa Goma.
Sijui kama alisema ni wa ngoma ama alisema atajua mimi mwenyewe ndiye ngoma. Praise God. Ngoma si ile ya kugonga. Ngoma sijui kama inaitwaje kwa Kiswahili na Kiingereza. Ndiye shetani. Kasema nikimpata atajua mimi ndiye hiyo shetani. Na nikamuuliza anajua anasema nini? Do you mean huyu ninaangalia ndiye shetani mwenyewe? Mpaka nikataka kujua atafanya nini ndio ajulikane yeye. Praise God. Na kwa hivyo ninaamini huyo alipomaliza kufanya hayo, ni kweli shetani alionekana kwa kile alichofanya kama alifanya. I wish hakufanya. Praise the Lord. Amen. Na ndio ninasema ni vizuri sababu ambayo ilifanya Petro arudishwe nyuma ni kwa sababu hakuwa upande wa Mungu, alienda upande wa wanadamu. Ninaamini Petro hakuwa na nia mbaya. Aliuliza huyu na ndiye anatuponya, na ndiye anatutengenezea mikate. Na tangu akuje maisha yetu imebadilika, tuliachana na samaki, kuvua samaki, tunakula sasa sadaka. Anasema aende akawapia, kumwambia no, it cannot be like that. Stop saying that. Sasa shida ni kwamba hangesema in the name of Jesus kwa sababu Yesu mwenyewe ndiye anakemea. Bwana sifiwe. Amen. Sasa mpaka Yesu akaona huyu anaangalia faida yangu wakati niko nao, lakini haangalii faida ya dunia, vile nitaokoa kila mtu. Amen. Akaambiwa sasa rudi nyuma yangu shetani. Na kutoka hapo ndio ninaona Yesu akisema ya kwamba kama mtu angetaka kunifuata mimi, ajikane yeye mwenyewe, achukue msalaba wake anifuate. Kwa sababu yule ambaye huwa anajaribu kuyaokoa maisha yake ataipoteza. Yule ambaye atapoteza maisha yake kwa sababu yangu ataipata. Praise God. Amen. Hii ni principle ya ufalme wa Mungu. If you want to have something, just lose it. Amen. Praise God. Amen. If you want to lose something, just retain it. Ukitaka kuwa na kitu kwa Mungu, Mungu huwa kwanza anakuambia iachilie. Ukiachilia itakuwa yako. Akikwambia iachilie, umwambie siachilie, sasa ndio unaipoteza. Hata Abraham aliambiwa hivyo, aliambiwa enda ukanitolee mwanao wa pekee umpendaye kabisa, ukanitolee kwa mlima wa Moria. Abraham in obedience akaenda kumchinja mtoto. Kutoka hapo sauti ikatoka juu. Mungu akasema nimeapa kwa jina langu, kwa sababu hata mwanao wa pekee haukujizuia kumtoa. Akaambiwa sasa kukubariki ni lazima nikubariki. Alikuwa amemwachilia, Bwana akamrejeshea. Kama angekataa hangebarikiwa namna hiyo. Watu wa Mungu sometimes kwa sababu ya Yesu, praise God. Amen. Kwa sababu ya Yesu itabidi tuachilie masaa yetu, itabidi tuachilie pesa zetu, itabidi tuachilie hata mili yetu, ukubali utumiwe na Yesu, na baada ya kutumiwa na Yesu baadaye atajua vile atafanya na wewe. Praise God. Nimesema kanuni za ufalme wa Mungu ni kwamba if you want to have life, you must to lose it. Amen. Praise God. Amen. Kuna wakati Mungu atakuongoza akuambie, nataka uwe mbele yangu siku 5, siku 6, siku 40 ukitafuta uso wangu. Ukisema nitafungiwa nyumba, ama watoto wangu watakosa chakula, ama mambo fulani na fulani itakuwa shida, nataka nikuambie kile ambacho unaogopa hicho ndicho kitakupata. But if you obey the voice of God, ufanye vile anakuambia, kwani Mungu ni mdhalimu akutumie alafu akwambie enda ukasurvive. He will make sure ya kwamba umelikava kile ambacho umepoteza. Praise God. Amen. Yesu akasema hata kama ni maisha, kubali kama umefika mahali na umeambiwa utakufa kwa sababu ya Yesu, just allow yourself. Na utakuta ya kwamba you cannot die. Na kama ulikufa kwa sababu ya Yesu, nataka nikuambie it is so sweet to die in Christ Jesus.
Amen. Praise God. Amen. Mimi sihubiriani watu kuambia kwamba hawatakufa, lakini watakufa wakati wa Mungu. Praise God. Amen. Na ninataka nikuambia ya kwamba kwa sababu dunia inafika hizo nyakati ambacho Wakristo watateswa kwa sababu ya imani yao, nataka nikuambia ya kwamba mimi kwa sababu niko ndani ya Kristo, hata ukifika mahali kama hapa siwezi kuokoka kwenda mbinguni. Kwani mbinguni ni kubaya? Praise God. Amen. Mbinguni ni kubaya. Na kubona watu huwa wanaogopa. Kwa hivyo ukifika mahali ya kwamba inaonekana kama mambo yako itaharibika ama hata utishwe na kifo, and you are in Christ, maandiko inasema ya kwamba do not resist anything, be ready to give out anything for the sake of Christ. Amen. And whatever you shall lose, you shall gain it. Bible pale chini ndio nimalize, inasema ya kwamba for what is it to profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will man give in exchange for his soul? Nataka niweze kuandaa kanisa. Maandiko inasema itakufaidi nini ukipoteza nafsi yako, ama upate ulimwengu wote na upoteze nafsi yako? Na Bible inauliza ni kitu gani unaweza kupeana ndio upate uzima? Praise God. Amen. Nataka kanisa lisikie. Maandiko inasema what will you give? What will a man give in the exchange for his soul? Ni kitu gani? Bible inasema kwa Mungu, hata kama tunatafuta, nataka usikie sheria ya mbinguni. Mbinguni hakuna kuchota. Ambia mwenzako hakuna kuchota. Hakuna kuchota. Praise God. Amen. Hakuna mtu ataenda aambie malaika ama uambie Yesu tutasikizana tu, wewe kwanza kula hii chai, ama umwambie fanya hivi, kwanza enda ukafanya hivi, ama umwambie kuna kitu niko nayo utaona vile itakutengeneza mambo. Hakuna kitu kama gani? Kama hiyo. Maandiko inasema you cannot give anything in exchange for your soul. Praise the Lord. Amen. Hakuna kitu unaweza peana kwa sababu ya uzima wako, kwa sababu ya nafsi yako. Nafsi yako inaweza tu kukombolewa na kumwamini Yesu. Praise God. Amen. Na kama kuna kitu kingine unaweza kuogopa, useme simtaki Yesu kwa sababu ninaona nikiokoka nitaenda hii hasara. Hasara ile kubwa ni kupoteza nafsi yako. Afadhali upoteze vitu zote, na wimbo wangu unaingilia hapo. Mtanisaidia kuimba. Afadhali kila kitu upoteze, lakini upate nani? Yesu. Uninyime uninyime githeri, uninyime mukimo ya uninyime harua, uniachie Yesu, uninyime imondo, niachie Yesu. Praise God. Amen. Afadhali zote zikae uachwe na nani? Yesu. Praise God. Amen. Kwa sababu ukiachwa na Yesu, you have everything. Kama kuna kitu umepoteza kwa sababu ya kumwamini Yesu, maandiko inasema utapata yote. Amen. Kile ambacho utapoteza ni kile kibaya, na kile kizuri kitakuja kwako kwa sababu umepoteza kwa ajili ya Yesu. Amen. Praise the Lord. Amen. Yesu akasema nothing in the whole world that a man can give in exchange for his soul. Ni vizuri mtu wa Mungu ujue ya kwamba ukiwa na Yesu uko na yote. As I finish, Yesu alisema ya kwamba ninaenda Yerusalemu na nitateswa na wazee, nitateswa na makuhani na waandishi, na akasema ya kwamba wataniua na siku ya tatu nitafufuka. Nataka kuombea watu ambao tuko nao siku ya leo kulingana na neno la Mungu ambalo tumesikia siku ya leo. Tumesikia ya kwamba whatever you have lost for the sake of the gospel and for the sake of Son of Man,
you will receive back. Siku ya leo ni siku ya kurejeshewa katika jina la Yesu. Amen. Siku ya leo ni siku ambayo Mungu atawakumbuka. And whatever you have lost, kwa sababu ya kuja kanisani siku ya leo, receive back in Jesus name. Chochote ambacho ulipoteza kwa sababu ya kumtumikia Mungu, you are going to get it back many more times in Jesus name. Nataka niombe na watu wa Mungu. Wengine wetu ulikosa chakula, wengine wetu uliachilia fedha yako, wengine wetu ulipoteza muda wako, wengine wetu kuna mambo ulikubali ikuache because of Jesus and for the sake of the gospel. I want to believe God today in the name of Jesus. God will give you back many more times in Jesus name. Amen. Na ninapoomba hivyo, nataka pia siku ya leo nikupatie nafasi. Kuna mahali na kuna vitu umekatalia nazo na ukasema ya kwamba I cannot afford to lose these ones. Siku ya leo sauti ya Mungu inakuambia ya kwamba kubali kuachilia kwa sababu ya Yesu, kubali kuachilia kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Na Bible inasema ya kwamba hata kama ukiachilia unaweza kuonekana unateswa na Mungu. Mungu anasema ya kwamba there is a time for payback in Jesus name. Kuna wakati Mungu anakuja akupatie zaidi ya vile ambavyo unamjua ya kwamba umekuwa nazo, and when he gives you back it will be yours forever in Jesus name. Amen. Nataka niombe na watu siku ya leo kwa sababu ninamaliza. Kama uko hapo siku ya leo tusimameni. Kama uko hapa na unanisikia, kama uko hapa siku ya leo na unaniona, na kuna mambo umekataa nayo bila kujua ya kwamba wakati unakataa, haukatai kwa sababu ya Mungu. Petro aliambiwa arudi nyuma kwa sababu hakuwa upande wa Mungu. Kama kuna kitu umekataa nacho, kama kuna maisha yako umekataa nayo, unamkosa kumpokea Yesu kwa sababu kuna mambo unaogopa, siku ya leo kuna mlango umefunguliwa. Receive Jesus in your life. Hata kama kuna mambo itakupotea, nataka nikuambie ya kwamba in heaven kuna mlango unafunguliwa to make you to receive back in Jesus name. Nataka ukaweze kuomba hili ombi nyuma yangu unapompokea Yesu, na tutaomba kwa sababu ya mambo mengine yote. Nataka omba useme, Bwana Yesu, naja kwako, nisamehe dhambi, nioshe kwa damu yako. Kutoka siku ya leo nimejitoa kwako, uhai wangu nimeutoa kwako. Ninakukaribisha Yesu, ingia ndani ya moyo wangu, fanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kutoka siku ya leo mimi ni wako na wewe ni wangu. Nimejiachilia kwako, fanya nami vile utakavyo kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Amen. Hebu tukaweze kuomba. Baba Mungu, nasema ni asante kwa wale ambao wamempokea Yesu siku ya leo, wale ambao Bwana wameyatoa maisha yao kwa sababu ya ufalme wako. Ninaomba ukawapokee, na kutoka siku ya leo Baba, ninaomba ukaweze kuwakumbuka chochote ambacho wameachilia kwa ajili yako. Ninakuamini kulingana na neno lako, unawarejeshea hata zikiwa nyingi zaidi. Wanaweza kuteseka, lakini Mungu ninajua ya kwamba hautawaacha gizani, hautawaacha wakisononeka, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu nimeomba wapate ushindi, wapate kuinuliwa, wapate baraka, wapate uzima wa milele. Kwa jina lako kwa Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Wewe ambaye umeomba hilo ombi, kuna namba ambayo utaona kwa screen yako, unaweza kutumia ukitumia hiyo namba, utuambia kwamba siku ya leo umempokea Yesu. Na kama uko hapo na ungetaka kusimama na kazi ya Bwana, kwa hiyo tu namba unaweza kutuma sadaka yako, unaweza kutuma kile ambacho ungetaka kutoa kwa sababu ya Bwana. Kama uko na prayer need, unaweza kuitumia hiyo namba, na ukiandika prayer request yako tutaomba na wewe, na Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Bye bye, tuonane wakati mwingine.